Jamani, amen. Haleluya. Kwa popote pale ambapo unasikiliza somo hili, inawezekana unatazama kutoka popote, ni wakati mzuri ambao Mungu anatamani aweze kukufungua akili yako kwa ajili ya kujua chanzo cha baraka ni nini kwenye maisha yako. Ni baraka za sana na ni jambo zuri sana tukijua chanzo cha baraka. Kwa hiyo utakuwa na somo linalosema ulinzi sahihi wa moyo wako. Ulinzi, kama unaandika, andika ulinzi sahihi wa moyo wako. Na muomba Mungu asaidie nikusaidie namna ya kukufundisha. Ulinzi sahihi wa moyo wako. Lakini mbele yake kwenye mabano andika sadaka na uhai au chanzo cha baraka. Kwenye mabano kule mbele andika sadaka na uhai au chanzo cha baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Ulinzi sahihi wa moyo wako. Kwenye mabano sadaka na uhai au chanzo cha baraka zako. Na tutasoma kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 21. Lakini pia tutasoma kitabu cha Mithali 4 mstari ule wa 23. Tutaanzia ule mstari wa 22 na wa 23. Pamoja na kitabu cha Mathayo sura ya 6 ule mstari wa 21. Kwa unaweza ukaanzia pia mstari wa 10 wa 20 na ukaenda mpaka ule mstari wa 21 ili upate context yake ikoje hapo. Bwana Yesu asifiwe. Aliyefungua kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 23, unaweza ukasoma huko uliko. Kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Amen. Hebu wote kwa pamoja naomba tuseme linda sana moyo wako. Linda sana moyo wako. Kuliko yote ulindayo. Maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Linda sana moyo wako. Kuliko yote ulindayo. Maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Sasa moyoni ni wapi? Tatizo huwa linaanzia hapa. Sababu ukichinja kuku, wengine wanadhani yale maini ndio moyo. Sasa kuna mambo matatu ambayo natamani uweze kuyajua. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujue moyo ni nini. Lazima ujue nafsi ni nini. Na lazima ujue roho ni nini. Maanake moyo wako unastahili ulinzi. Na chochote ambacho huwa kinalindwa, maanake ndani ya hicho kinacholindwa kuna hazina. Ukipita pale benki, utakuta kuna maaskari wamezunguka pale wanakulinda mchana na usiku, na sio wanalinda nini ambacho hujui pale. Maanake kuna hazina za watu mle. Kwa hiyo anaposema linda moyo wako kuliko yote ulindayo, tafsiri yake maanake kuna hazina ambazo Mungu amekupatia na ameziweka ndani ya moyo wako. Lakini hazina kubwa kuliko zote ambayo iko ndani ya moyo wako ni uhai, ambao anasema ndiko zitokako chemchemi za uzima. Chanzo cha uzima ni Mungu aliye hai. Kwa ile roho ya Mungu ambaye ni Mungu ndio ina chemchemi ya uzima. Inakufanya wewe Salome uweze kutembea kutoka unakaa wapi? Kutoka wapi? Unakaa na ukiwa hapa hivi ndio jironga hapa. Pesa mzimaka nikizo. Unakaa ruku, kwa kutoka ruku ile nguvu ya kuweza kutembea kuja hapa na kuweza kurudi, unatakiwa kuijua injini yake katika ulimwengu wa roho ambao ni pumzi ya Mungu. Kwa hiyo moyo wako una uhai ndani yake. Na kama una uhai ndani yake, huo uhai unaitwa uzima. Na Biblia inasema, Yesu anamwambia Martha na Mariamu kwenye kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari wa 25 kwamba mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Kwa hiyo uzima huu ni Mungu wetu. Uzima huu ni Yesu. Kwa hiyo kumbe hatakuwa na wokovu ndani yetu, tunapaswa kuingia gharama na kuwajibika kumlinda Yesu wetu. Ndio maana waliookoka lazima wawe watetezi wa imani. Mwambie
jirani yako, simama imara umtetee Bwana Yesu. Kwa unaposimama na kumtetea Bwana Yesu, maana unasimama na kulinda chanzo cha uhai. Jamani, tunaelewana kidogo?